yanayoendelea duniani sasa hivi, ukiachana na yale ya Donald Trump kuweka kodi kubwa kwa bidhaa ambazo zinatoka nchini China, kuna story ambayo inaendelea sasa hivi ya kijana mmoja anaitwa Carmelo Anthony kutoka nchini Marekani. Huyu ni kijana wa miaka 17. Inasemekana siku kadhaa zilizopita, siku kama 3-4 hivi, alikamatwa na polisi kwa sababu ya kitendo alichokifanya kwa kumchoma mwenzake kisu anaitwa Austin Metcalf na kumsababishia kifo mpaka anafariki. Yule dogo akawa amekamatwa, yuko chini ya ulinzi wa polisi sasa hivi, na kesi yake bado inaendelea, wanaendelea kumfungulia mashtaka. Lakini ni kesi ambayo, ni story ambayo imenikumbusha series moja ambayo inaitwa Adolescence, iko Netflix. Hii ni series ambayo inamuonesha kijana mdogo wa miaka 10 na kitu hivi, ni teenager, ambaye pia na yeye alitumia hivyo kisu na kumtoa maisha mtu mwingine ambaye alikuwa ni mwanafunzi. Na hii ni series ambayo imeongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu atakuwa anaiongelea huko nchini Uingereza pia wanasema mpaka wamepeleka kwenye bunge ikaoneshwa. Na hii ni kwa sababu vitendo kama hivi vya vijana au wanafunzi kuwatoa maisha wenzao kwa kutumia let's say vitu kama visu na nini vimekuwa vikikithiri sana, na sio tu huko nchi zilizoendelea, nadhani hata huku hivi vitu vinaendelea, lakini hizi story sisi huwa hatuzisikii. Lakini leo nataka kidogo tugusie story ya Carmelo Anthony pamoja na Austin Metcalf. Kitu gani kilitokea? Na hii ni moja ya kesi ambayo nadhani itaenda kuleta conversation kubwa sana kwa nchi kama Marekani, kwa sababu ni nchi ambayo kwa muda mrefu kidogo wamekuwa wakilalamikia issue ya ubaguzi wa rangi na kitu kama hiko. Na hii issue imetokea kwa Carmelo Anthony ambaye ni mtoto ambaye ni black, na huyu aliyeuliwa ni Austin Metcalf ambaye ni white. Basi bwana, unaambiwa bwana, siku kadhaa zilizopita kulikuwa kuna mechi ambazo kama sisi tuna UMISETA huko Tanzania, ndio hivyo huko nchini Marekani, jimbo la Texas, kulikuwa kuna kama zile, unajua, wana get together shule sijui nini na nini, wanafanya mashindano. Austin, yeye huyu kijana ambaye sasa ameuawa, ambaye picha yake ndio hii, alikuwa ni mchezaji na alikuwa amekaa kwenye tenti lao. Kwa hiyo kila shule inaonekana kwamba ilikuwa ina tenti lao. Sasa mvua ikaanza kunyesha. Hii ni according to mashahidi ambao walikuwa pembeni na wakatoa hiyo ushahidi wao kwa polisi, na hii ni police report ambayo ninairefer from. Kwa hiyo inasemekana kwamba mvua ikaanza kunyesha. Kwa hiyo yule Carmelo Anthony akawa ameenda kwenye hili tent la hawa wanaosoma kwenye hii shule ya Austin, ambayo sio shule yake. Kwa hiyo Austin akawa amemwambia aondoke kwenye lile tent. Carmelo akamwambia hivi, niguse nikuoneshe nitakachokufanyia. Basi so unajua tena kuna ule ubabe ambao wewe kama kijana tena unajua kwenye teenager unakuwa nao. Austin akawa amemgusa, akamwambia ukinigusa nitakuonesha kitu ambacho nitakufanyia. Hapo alikuwa hajui hata kama vile Carmelo Anthony ana kitu chochote kwenye begi au anything. Basi baada ya Austin kumgusa kwenda physical naye, yule Carmelo Anthony akatoa kisu kwenye begi na kumchoma kisu cha kifuani na kumwacha hapo, yeye akakimbia. Lakini baadaye polisi wakamkamata, na walivyomkamata wakawa wanajaribu kumuhoji kwamba amefanya kitu gani sio na nini, na akasema kwamba yeye amemchoma kisu ili kujiprotect yeye mwenyewe. Na by which kama watu 2-3 wanaambiwa ambao ni mashahidi wakawa wameelezea incident the same. Inaonekana kwamba sio kwamba Austin alimpiga au alimfanya, lakini alimgusa, kitendo ambacho yule Carmelo Anthony kikampelekea akatoa kisu na kumchoma kwenye kifua. Carmelo Anthony kwa nini alikuwa amebeba kisu? Naona hii kesi inaenda kuwa nzito kwa Carmelo Anthony kwa sababu first, kile kisu alikuwa nacho kwenye begi yeye, you understand? Na huyu anakuwa charged na first degree murder. Yani kwamba ni amejaribu kumuua mtu, yani without even maelezo, sota kwa bahati mbaya. Ni mtu ambaye alikuwa ana kisu, alikuwa ana nini, kwa hiyo akawa ametumia ile silaha na kumfanyia kitendo cha kinyama mwenzake. Kwa hiyo hii kesi inaenda kuwa ngumu sana kwa huyu Carmelo Anthony, na tukiangalia Texas tunajua kwamba ni state ambayo inafanya nini, ina exercise ile hukumu ya
kifo. But so far wanasheria wanasema kwamba hatapewa hiyo hukumu ya kifo, lakini itakuwa hukumu yake itasomwa na kesi yake itasomwa, watafuatilia, mashahidi wataitwa na wataendelea. Lakini so far mpaka sasa hivi familia zote mbili wameanzisha GoFundMe. GoFundMe ni ile kwamba watu wanakuchangia michango suni na nini na nini. Familia ya Austin wamechanga ya Austin walianzisha GoFundMe ambayo watu wamechanga almost $2.5 na zaidi. You understand? Kwa Carmelo Anthony yeye amechangiwa almost kama $1.5 na kitu. Hiyo I understand kwa sababu kuna community ya watu ambayo ni wana ni black kama Carmelo Anthony na watamchangia zaidi. Lakini my question is wataplay the same card ya kusema kwamba mtoto ambaye ana rangi ya tofauti anabambikiziwa kesi? Natamani kuiona hii kesi itakavyoenda, kwa sababu sasa hivi ni roles zimekuwa reversed. Mtu aliyetendewa kile kitendo ni white, lakini huyu mwingine ni black. Kwa hiyo sijui consequences gani ambazo ataziface huyu Carmelo Anthony. Kwa hiyo issue ndio hiyo. Hicho ndio kinachoendelea sasa hivi duniani. Story ambayo inaendelea sasa hivi duniani, ukiachana na, nimesema tena again, ukiachana na story za Trump kuongeza kodi kwenye bidhaa zinazotoka nchini China almost kwa 100%. Na hapo tena jana juzi amezi hold kwanza hizo tariff, hizo kodi kwanza. I don't know until when. Kwa hiyo those are the stories ambazo zinaendelea duniani, na kuna story nyingine nitakuja niwape. Wait